Wakati huo Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli uko Refidim. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kile kilele na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwagiza, akapigana na Waamaleki, na Musa na Haruni makuhani hawa na Huri wakapanda juu ya kile nini, kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake Israeli walishinda, na aliposhusha mkono wake Amaleki walishinda. Kumbuka nafundisha kuinua mikono ya Musa ili Mungu akushindie vita yako. Remember, I teach you raising up the hands of Moses so that God can fight your battles. Yani Musa alikuwa akiinua mikono namna hii. When Moses held up his hands like this, Israeli wanashinda. Israel prevailed. Musa when Moses akishusha mikono lowered his hands, Waamaleki wanashinda. the Amalekites Unaweza prevailed. ukaona hiyo vita ilivyokuwa ya hatari. You can see how dangerous the maana yake battle. ni kwamba vita ilikuwa ipigani na Waamaleki, ilikuwa inapigana kwenye mikono ya Musa. That means the battle was fought not the hands of Amalekites but the hands of Moses. Am I communicating with people here? Yet tunawasiliana Naomba hapa. nikwambie neno gumu leo. Hiyo vita unaopambana nayo huko nyumbani kwako haipigani na nyumbani kwako, haipigani na ofisi yako, iko kwenye mikono ya kuhani wako. Kibinadamu wanaopigana ni Yoshua, In human nature, those who are fighting are Joshua na watu wengine. and other people around. Kiroho But spiritually, vita ipo kwenye mikono ya Musa. Na ndio maana shetani akikutafuta, and that's why when Satan seeks you, anatafuta mikono inayokubaka. is looking for the hands that are backing you up. Kwa hiyo wana wa Israeli wakagundua ushindi wetu. So Israelites came to know that their victory was. Mwambie jirani yako ushindi wako ni kuhani wako. Tell your neighbor, your victory is your Kama priest. unajua kwenye dunia ya sasa huwezi kuwa yoyote kama una kuhani. I think you Awe wa know giza, in this awe world, wa Mungu. You will never be. You may try, you may run, you can do 1, 2, 3, 4, 5. There is a limitation because there are laws that are govern this world. nafikiri unajua katika dunia hii huwezi kuwa mtu yeyote bila kuwa na kuhani. Kuna sheria ambazo zinatawala. There are laws that govern in this world. Kuna sheria ambayo inatawala ulimwengu huu. Bidii yako itakufikisha kwenye lengo la mafanikio, lakini haitakuingiza. Your degree will take you the gate of success, but won't enter you. Your effort will take you Kuingia the kwenye gate. mafanikio unahitaji mtu. You need a spiritual man. But entering there you need a person. Inapaswa kuwa na mtu wa kiroho. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito. But the hands of Moses became heavy. Ni kwa sababu ya muda ningekuonyesha why his hands was heavy. It's not because he was remember, ni hapo nyuma tu amemkosesha. Ni kwa sababu tu ya muda ningekuambia kwa sababu gani ilikuwa hivyo. It was in Refidim that Moses make a big error. Is it true? Yes. Kama ambavyo niliwahi kukuambia, zawadi pekee utaifanya kwenye hii huduma sio kumharibu mtu. Kadhalika zawadi pekee utaifanya kwenye hii huduma sio kumharibu kuhani. As I told you before, the only reward you can give this ministry not to destroy someone. In the same way, the only reward not destroy the priest. You make a priest frustrating every time concerning your life. Unamfanya kuhani anachanganyikiwa wakati wote kwa sababu ya maisha yako. Akikuwaza wazi mema, anawaza kisumbufu cha mwisho. When the priest think about you, he think about you as a pain in the neck. Anawaza mtu ambaye anaharibu, yani always is tension concerning you. Mara zote is frustrated because of kwa sababu yako wewe. Moja ya alama ambayo shetani hutuma maagenti ndani ya kanisa, hutuma watu wa kuharibu watumishi wa Mungu, kuwapandia hasira, kuwapandia mioyo kuharibika, kuwapandia, kuwakwaza, kuwafanyeje. Yule mtu ni jana tu nilikuwa naombea wanakwaya hapa. One of the tools the enemy uses is to plant people who will always find the priests in their ministry. Yesterday I was praying for the choir people here. Ni jana tu. It's only yesterday. Alafu nikaona kwenye ulimwengu wa roho, And I showed the spiritual realm. maagenti ambao wameingia kwenye kwaya. The agents who penetrated in the choir. Lengo la wale maagenti ni nini? What was their aim? Kuwakwaza viongozi wa kwaya. Is only to offend leaders of the choir. Tunataka waache kuimba. We want them to stop singing. Tunataka tuiharibu hiyo We kwaya. want to destroy this Kwa hiyo choir. tufanyeje? So what do? Tutume watu ambao watawakwaza na kuharibu nini? Mioyo yao. We send people who will offend them and also destroy Kuna their shanga hearts. mtu anaingia kwenye kwaya, So you see someone getting in the choir, kila anachokifanya ana lengo la kumkwaza kiongozi. but everything they do, they have the aim of Ukiona offending mtu wa the namna leader. hiyo,
When you see a hata person like katikati ya this, wachungaji, even among the jua ya pastors, kwamba huyo ni agent wa kuzimu. no, that is the agent from hell. Ametumwa autafute moyo wa kuhani. Is sent to seek the heart of the priest. Ametumwa uharibu moyo wa kuhani. Is sent to destroy the heart of the priest. Ndio maana wachungaji wengi wakajikuta wana uchungu, wakikuwa na uchungu tu zile huduma zinaharibika. And there's so many pastors have suffered pains, bitterness, and when they have mchungaji anakaa anatembea na mtu namna hii, anasikia vibaya. Yule mtu ni kama anaharibu ufahamu wake, anafanya hivi, anaharibu mpaka watu wanashoza, kwa nini anamharibu hivi? Ni agent wa kuzimu, ametumwa amharibu kuhani ili aliharibu kanisa. A priest is having somebody around, but that person is always causing pain in the neck. Why? Is an agent sent to destroy the church. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi afadhali walipata ufunuo. Sema afadhali. Better they got revelation with his hand were kuliko heavy, tumwache tu kabisa wakapata ufunuo, than just leaving him with the hands were heavy. Basi wakatoa jiwe, So they took a stone wakaliweka chini, and they placed under him, akalikalia. and they sat on it. Aruni na Huri And Aaron and Hur wakaitengemeza mikono yake, supported his hands, mmoja upande huu one on one na side, mmoja upande huu. another on the other side. Mikono yake ikathibitika And his hands were now steady hata jua lilipokuchwa. until the going down of the sun. Hatuachii mikono ya kuhani mpaka tumeuona ushindi. We don't let go the hands of the priest until we have victory. It doesn't matter how long will it take, Haijalishi inachukua muda gani, but we'll never leave his hands lakini hatutaachia until we see a victory. mpaka tuone ushindi. Wakachukua mawe, So they took stones, akakaa, he sat on it. wakategemeza. Aruni na Huri wakategemeza ile mikono So they supported his hands mpaka until jioni. in the evening. Yoshua So akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Unisikilize. Now listen. Mungu kukuchagua wewe kuwa msaidizi wa maono haya. God choosing you to become the helper of this vision. Amekuchagua kuwa miongoni mwa watu wa kuitengemeza mikono ya kuhani ili kuwe na ushindi katika kanisa. Kwa hiyo So ukilegea wewe, when you are weak, ushindi unakosekana. the victory is not there. Ukiona mapepo yanafunguliwa hapa, When you see demons being cast out here, majini yanatoka wapi, genies have been casting out, magonjwa yanaachia wapi, diseases are releasing people, ni kwa sababu kuna watu waliochaguliwa kuitegemeza mikono ya kuhani. They must do so. It is because there are people who are selected, chosen to support the hands of the priest. Na Lazima wafanye. wafanye bila kuchoka, They have to do that without getting tired. wafanye bila kujihurumia, They have to do that without having pity on wafanye themselves. kwa sababu wanajua kuitegemeza mikono ya kuhani Because they know supporting the hands of the priest, ndio ushindi katika vita zao. it is the victory in their battles. Ukilegea kwenye utumishi wako, If you are weak in your ministry, umeshashindwa vita yako you mwenyewe. have failed your personal war. Bwana akaniambia, The Lord told me, waambie watu wangu tell my people, utumishi wanaofanya kwenye madhabahu yangu the ministry they are doing in my altar, ni tafsiri ya kutegemeza mikono ya kuhani, that means supporting the hands of the priest. na kwa sababu hiyo ni tafsiri ya ushindi wa vita zao wenyewe. And because of that, that interprets the victory of their personal wars. Kumbe So, tukilegea katika utumishi wetu, if we are weak in your ministry, tunashindwa vita zetu wenyewe. we fail our own wars. Mungu nisaidia watu. God help me this people to understand. Usipoifanya ile kazi pale Moshi kwa uaminifu ukatoa matunda, If you don't do that work at Moshi, when Moshi give us the fruits, umeshashindwa vita yako. you Maana have failed your personal war umemkwamisha kuhani wako. because you have hindered your priests. Evangelist anasema ni What does the evangelist say? Musa alikuwa ameitwa na Mungu, Moses was called by God, lakini ilimlazimu Mungu amnyanyulie watu ambao atakapochoka watainua nini? Mikono But yake. it Na demanded sio hivyo God to tu, raise people to watu support him. watakaosimama pamoja naye kwa ajili ya ile kazi. it took God to raise people to stand for him for Sasa that mission. nisikilize. Now listen, Musa Moses, akikosa wa kumuinua mikono, if Moses meets someone to raise his hands, lazima watapigwa. they must fail. Ofisi The office wafanya kazi, is workers, sio wanaohudumiwa. not those who have been served. Ni sawa, si sawa? Is that correct or not? Pale NSSF watu There. wakija, kama hujavaa t-shirt hii ukakaa ofisini, wana matokeo. So utagundua ofisi ya NSSF
ni nyinyi watendakazi. You'll come to know that your Ubora office, unaoonekana sio kwa sababu ya watu wanaokuja. Ubora unaonekana kwa sababu ya wanaofanya kazi. the quality of work is seen by people who are working, not those who are coming. Kwa ukiniona niko mkali na watendakazi hadi na viboko, usikasirike. So when you see me harsh with workers until I flog them, don't get mad. Kwa sababu watendakazi ndio kazi yenyewe. Because workers are the work itself. Kama hakuna watendakazi, hakuna kazi itakayofanyika. If no workers, no work shall be done. Ukitaka kufanya kazi, lazima uwe na mfanyakazi. If you want to work, you must have a Lazima uwe mtu worker. wa kazi. There must be a person with the work. Angalia kwaya inavyofanya kazi. Just see the way the choir is working. Ukiona kazi wanakwaya wanafanya hapa, wanainua mikono ya kuhani. When you see they are working here, they raise the hands of the priest. Wanaimba, They sing, hapandacho mtu ndicho atachovuna, hapandacho mtu ndicho atachovuna, mara Bwana mimi nitaenda. Wanainua mikono ya kuhani, wakiambiwa nenda wanaondoka, wanaenda, wanainua mikono ya kuhani. they are supporting the hands of the priest. Ukiona When they go, wachungaji they go. kwenye zoni wanahubiri, wanafundisha, wanatia watu moyo, wanawafundisha, wanawasimamia, wanawaleta kanisani, wanawasimamia, wanainua mikono ya kuhani. When you see pastors working zones, delivering people, praying for them and everything, they are raising the hands of the priest. Ukiona wanakwaya maashas wamevaa maprotoko, watu wanaanguka, When you see the ushers, the protocol, people falling down, wanawabeba, wanawaleta mbele, wameinua mikono ya kuhani. they carry them, bring them to the altar, they raise the Kila hand of the priest. unapofanya huduma, And wherever you are doing the ministry, unainua mikono ya kuhani wako, you are supporting the hands of na your kwa priest. sababu hiyo And because of that, una provoke ushindi wako mwenyewe. Unaamsha your own You are victory. provoking your own victory. you are raising your own victory. Unajikuta unashinda ofisini. You find yourself, we have victory Na in the ndio maana office. Biblia inasema amelaaniwa aifanyaye kazi ya Mungu kwa mikono milegevu. The Bible says, cursed is he who performs the work of God with weak hands. Kuna ushindi unaanza kuona, There is a victory begin to see. unaanza kuona kwenye ndoa yako, To see in your marriage, unaanza kuona kwenye huduma yako. victory in a ministry. Kwa kadri unavyosimama kwa uaminifu kwenye nafasi yako, maana yake unaiinua mikono ya kuhani wako, The more you stand faithful in your ministry, it means you are supporting the hands of your priest. na kwa sababu hiyo unashinda vita ya Waamaleki. And because of that, you are winning the war of the Waamaleki ni Amalekites. nani? Who are the Amalekites? Waamaleki ni wapinga Kristo. These are Antichrist. Waamaleki ni nani? Who are these? Waamaleki ni hii mifumo ya Kibabiloni These are unaopambana Babylonic nayo. system we're fighting against. Ndio maana Yesu anasema nitakuwa na vita na Waamaleki hata milele. God says they shall have the war of the Amalekites to the end. I have to tell you, Lazima nikwambie, the Amalek war vita vya Amaleki is a priesthood war. ni vita dhidi ya ukuhani, Ni vita za kikuhani. ni vita vya It's not kikuhani, a human being war. sio vita vya mtu. Kuna watu wako hapa wana shuhuda, Some people are here have testimonies. walimuona Mungu akibadilisha maisha yao, They see God transforming their lives. wakapewa pesa, wakapewa wakaanza kunawiri. They Naomba started to be nikukumbushe, nourished. I want to remind you, ni kwa sababu it's because umeiinua mikono you raise the hands ya kuhani of wako. your Listen to priest. Sikiliza, If you miss that principle, kama ukikosa kanuni hii, you will provoke your war to be strange. utaamsha vita yako ikawa ni ajabu, A strange war. vita ya ajabu ajabu. So it is a reciprocal. Papa. Mwambie jirani yako usikae ukamwangalia Daniel huko kama malaika kapya, Don't sit there look at Daniel like a new angel, kwamba uhitaji kufanya chochote, that you have to do nothing. wewe unakuja tu unataka neno la unabii. You just come here, want a prophetic word. Say a word, man of God. Tamka neno mtumishi wa Mungu. Alafu uinui mikono yake. And you don't raise his It's a hands. reciprocal. Kuna saa watu wanajikuta wanashambuliwa, wanasikia ushambulizi kwenye familia zao, ushambulizi kwenye huduma zao, kumbe hawajajua wamefeli kuinua mikono ya makuhani wao. Some people find battles in their ministries, battles in their families, not knowing they have failed to raise the hands of their priests. Tulikuwa mlimani, We were in the prayer mountain. apostle ameoa, Apostle has married. ana mtoto mwaka mzima, He has no child for 1 year. ameshaanza kuchanganyikiwa. He started to get frustrated. Kila nikimwangalia naona mbona kama hubiri inavyotakiwa, Every time I look at him like he's not preaching properly, kumbe anawaza hamna mtoto. not knowing he think about not having a child. Nikamuita,
I called him. Nikamwambia mimi si kuhani wako I said, I'm a priest, that's all. Mke wako anaenda kupata mimba. I said, your wife is going to conceive. Alafu mlete hapa mke wako. Nikamwambia wewe, hebu futa mawazo ya kwamba bring here kuzaa. your wife. Wipe out the idea you shall not have a child. Huyu mume wako anafanya kazi kila siku madhabahuni. You are a priest. Your husband is working every time. From today you are expecting. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Baada ya miezi michache yule dada akaanza kutapika. After a few months she started to vomit. Listen. Sikiliza. Ika-apply hivyo hivyo kwa Pastor Jafet. The same applied to Pastor Jafet. Akaoa. He married. Mtoto naye akachelewa. Also the baby came late. Nikamwangalia naona mbona kama ana furaha kama jana. I looked at him like he's not happy like yesterday. Nikamwambia shida ni nini? I said, what's the problem? Nikamwambia wewe naona una tatizo la mtoto. I said, I see you have it deserve a child. And why not your priest? Unanitumikia hapa kila siku. You are serving here every day. Unafua hadi na nguo. You even wash my clothes. Unafanya kila kitu. You are doing everything. Umekuwa unainua mikono yangu. You have been supporting my hands. Hiyo kesi imeisha. You can have it. Ndani ya wiki 3. Within 3 weeks. Mke wake naye akaanza kutema mate. She started now spat. She started spatting then. Naonyesha nini? What am I showing here? Ukiinua mikono ya kuhani wako, if you support the hands of your priests, umeishinda vita yako. You have overcame your war. Ushindi wa kanisa, the victory of the church, umefichwa kwa wale waliomzunguka mchungaji kuyasimamia yale maono. Is hidden to people who surround the pastor and standing for the vision. Wakiwa waigizaji, if they are wakiwa wanafiki, if they are hypocrites, wakiwa ni watu ambao wako tayari kushika mikono, ready to raise the hands of the priest, kazi inakufa. And that work dies. Ndicho shetani huwa anafanyaga. That's what Satan does. Anamwacha mchungaji ana upako. He leaves the priest with anointing. Endelea ku moja kitu eneo Mungu aliniambia, usidharau eneo la watenda kazi. Haijalishi utafika wapi, fundisha watenda kazi. God told me, don't despise the area of the workers. Teach them no matter what. Uimara wa kanisa sio upako na uwezo wa mchungaji. The strength of the church is not by anointing of the priest. Uimara wa kanisa ni waliomzunguka. The strength of the church are the people around him. Ndio maana saa nyingine lazima uwe na wivu na watu wanaomzunguka mchungaji wako. And sometimes you should have envy with the people around him. Ukiona mtu hatari usinyamaze. When you see a dangerous person, haina shida, baba yeye anaonyeshwa na Mungu. Kama kuna kitu unafahamu, sio unamuona hata mchungaji kiongozi, mwambie hiki kitu mimi sijaona kama mchungaji, hebu tumia hekima. Tumia nini? Tumia hekima. So if you see strange things happening, don't just keep quiet. Nafahamu huduma ambazo shetani aliziharibu kwa kuwaletea watu wasio sahihi. I know ministries that Satan destroyed by bringing wrong people. Kopi ya Uri, kopi ya Haruni, the copy of Aaron, wanamzunguka kuhani. Nakala Aruni, they are surrounding the priests. Lakini sio kwa nia ya kumsaidia. But they are not to support him. Kwa nia ya kumzamisha afe. With the aim of drowning him to die. Kuna wengine wanajua. Some people here know. Adui amepasua makanisa yao, ndo maana wakakimbilia. The enemy has fractured their churches, that's why they've run to this church. Adui ameharibu makanisa yao, ndo maana wakaja. The enemy destroyed their church, that's why they came here. Je, unataka na hapa paharibike? Do you want to here to be destroyed the same? Pasipo kuwepo na Huri, if there shall be no Or, na pasipo kuwepo na Haruni, if there shall be no Aaron, wa kuitengemeza mikono ya Musa, to support the hands of Moses, vita hiyo imeshindikana. That battle is impossible. Ushindi wa vita ofisini kwako, the victory of the war in your office, unategemeana na uwezo wako wa kunyanyua mikono ya kuhani. Is dependent on your ability to support the hands of your priest. Ushindi wa vita ya masomo ya watoto wako, the victory of the war of the studies of your children. Na sio wewe tu, not only for you, sio wewe tu, not only you, sio wewe tu, not only you, na kanisa zima, and the whole church, ambao hawajapata nafasi ya kuwa viongozi kama wewe, those who not been a leader like you, kama wewe, being a priest like you, unategemeana na ufahamu ulionao, is dependent on your understanding, na uwezo ulionao, and your ability wa kutengemeza mikono ya kuhani wako, of supporting the hands of your priests. Ukilegea, if you are weak, ukichoka, if you are tired, ukikata tamaa, if you give up, ukiacha, if you leave it, moja kwa moja, straight away, nini kinachofuata? Automatically what next? Unapigwa wewe, you are under attack, unapigwa na watoto wako, you are attacked, and your children are being attacked.